بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وأوجب علينا تعلم ما نحتاج، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تكلت بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة وحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. Uzangu, alhamdulillah, mshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye amenijalia mimi na wewe kwanza jambo kubwa la uhai, kwa sababu kuna wenzetu wengine sasa hivi wameshaanza maisha mengine ya akhira, maisha ya kaburini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kaburi ama ni mashimo miongoni mwa mashimo ya moto wa jahannam, Allah tukinge. Ama kaburi ni mabustani miongoni mwa bustani ya peponi, Allah tabaraka wa taala ajalie tuwe miongoni mwao. Lakini kwa yote Allah tabaraka wa taala atabahukumu, akasema mwenyewe, farikun fi sa'iri wa farikun fil janna, kundi moja litakwenda peponi, lingine litakwenda motoni. Allah tabaraka wa taala pekee. Ndugu zangu, nimekusudia kutadharisha umma Waislamu mambo makubwa, mambo yanasababisha kudhalilika kwa Uislamu. Uislamu kudhalilika ulimwenguni kote. Historia inaeleza kwamba kuanzia karne ya 13, karibu karne 13, Waislamu walikuwa na izza, wana nguvu, utukufu. Lakini leo angalia Waislamu waone, hawana izza, hawana utukufu, wanadhalilika. Nini sababu ya kudhalilika Waislamu? Hicho ndicho nimekusudia kuwaambia Waislamu dunia nzima, na hii kwa sababu na kibali maalum cha kuzungumza kwa maneno Allah tabaraka wa taala aliposema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hichi ndicho kibali ambacho nimepewa na Allah tabaraka wa taala. Hichi ndicho kibali kinachonipa mimi uwezo wa kuzungumza. Ndugu zangu, leo hii hakuna upungufu wa elimu duniani. Hakuna upungufu wa elimu. Mashekhe wamejaa kila sehemu, na hili ni jambo kubwa sana. Alhamdulillah, jambo la kutafuta elimu na kusoma ni jambo kubwa sana, kwa sababu hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ndio judgment. Hawawezi kuwa sawa wanaojua na wasiojua, la yastawi, hawezi kuwa sawa. Ndugu zangu, leo kama tulipokwisha kusema, hakuna upungufu wa elimu. Jambo moja, kuna upungufu mkubwa sana wa kuyatekeleza yale ambayo tunayosoma. Ndugu zangu, nimekusudia kuzungumza mambo yanayosababisha, kama kichwa cha habari kinachosema, mambo yanayosababisha kudhalilika kwa Uislamu. Yako mambo mengi, tazungumza jambo moja, na hili naomba Waislamu wanisikilize vizuri.
mashekhe zetu wanisikilize vizuri, kwa sababu jambo ambalo kwa mimi binafsi hakuna kitu nachokipenda ama watu naopenda ni mashekhe. Na Mtume akasema warathatul anbiya, warisi wa mitume. Hawa mashehe zetu an-nujumu, hao ndiyo nyota. Ukitaka maisha yako yawe vizuri duniani, kaburini na kesho akhera, wewe wafate mashehe. Na ukitaka maisha yako yawe mabaya hapa duniani, makaburini na kesho akhera milele, basi wewe uwe nyuma ya mashehe, huwataki, basi utapata balaa. Kwa ndugu zangu Waislamu dunia nzima, kabla sijaanza nitoe kisa kimoja. Wakati sisi twasoma, kwa sababu Mtume anasema man la yashkuru nas la yashkuru Allah, yule ambaye hana kawaida ya kuwashukuru watu, hata Allah tabaraka wa taala hawezi kumshukuru. Kwa sababu nasema hivyo, hichi ambacho kichache nimekipata kupitia kwa mashehe wetu hao, Allah tabaraka wa taala awalipe mashehe zetu. Wakati wasoma tahafidhi Qur'an, ilikuwa mji wa Mwanza, mkoa wa Mwanza, wilaya inayoitwa Geita. Wakati huo ilikuwa bado haijakuwa mkoa. Kuna shehe wetu hapo tulikuwa tunahifadhi Qur'an. Baada ya kuhifadhi Qur'an, nikaelekea kwenda Kilimasairi, Bukoba, kwa shehe wetu, shehe mkubwa, Shehe Mustafa. Toka hapo basi ni harakati za kutafuta elimu, nikaelekea chuo ama mkoa wa Arusha. Kuna chuo kimoja kinaitwa Sarafi, kwa shehe wetu Abdul Qawiyu Baniani makaburini, nikastafidi hapo kwa shehe wetu. Lakini nataka nizungumza nini? Kuna tukio ambalo nililolishuhudia, nimeliona. Hii ndiyo sababu ya umma Waislamu kudhalilika, Waislamu kukosa izza, utukufu. Wakati wasoma hapo Sarfi Baniani makaburini, Abdul Qawiyu ndio mudiri wetu, shekhe wetu. Allah amjaze khairi shekhe wetu huyo, shekhe kutoka Misri. Kuna tukio moja nilimshuhudia kwa macho yangu kama Tirmizi, mwanafunzi wa hapo. Kuna shekhe moja, sitaki nikamtaja kwa sababu tumwambiwa tuwaheshimu mashekhe zetu, na katika usuli wa dawa haitakiwi kumtaja shekhe kwa jina lake. Kama unahitaji kumkosoa, mashehe zetu ameweka namna ya kuweza kumwendea, kuzungumza naye kabla hujaanza kumradi. Hili ndiyo jambo ambalo Ibilisi ama shetani leo baadhi ya mashekhe, jambo hili limekuwa ni mtihani sana. Shehe huyo alikuja kututembelea madaris kwetu hapo kwa shehe wetu. Baada ya kuja, ametoka Damaji, ni wa Tanzania hapa, nadhani amesomea Tanga hapo. Sheikh kijana yuko vizuri amstafidi. Nikuja shehe, ingia ndani msikitini, ingia na viatu, mashaallah. Sheria zetu ya Kiislamu inaruhusu kusali na viatu. Viatu vya namna gani hivyo? Kaa chini kwa mashekhe usome. Shehe kaja na bodyguard, ana viatu kadhaa, kakumuta mlangoni, kaingia msikitini.
Allahumma ftali abwaba rahmatika, raka mbili. Shehe akamkaribisha. Ni kijana kastafidi vizuri, mimi mwenyewe namkubali. Yani mashehe wote duniani mimi nawakubali wote, nawakubali. Ili mradi huyu ni shekhe, basi mimi namkubali. Shehe tumemsikiliza. Jambo ndugu zangu Waislamu la kushangaza, shekhe anakaribishwa. Ndilu shehe wetu naweza kusema ni alama miongoni mwa alama za wacha Mungu. Shehe wetu ni shekhe ambaye ana elimu kubwa Tanzania hii. Kwa mashekhe ambao wako Tanzania, Sheikh Abdul Qawi namtaja kwa jina lake, ni shekhe ambaye ana elimu kubwa. Sheikh amkaribisha. Sheikh wetu miongoni mwa mashekhe ambao hawa wa Kitanzania, akamkaribisha kwa mkadima, akasema kuna neno, alisema Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Kabla ya shekhe wetu huyo mgeni kuanza kutoa mada, akaanza kumkurashi, kumradi. Haipo Sayyidina Muhammad, hii kaza haipo. Asema Allahu akbar. Pale kamradi, Sayyidina Muhammad haipo hiyo. Hii ni kweli ni adabu. Mashehe zangu nawauliza, mashehe zangu nawauliza, hii kweli ni adabu ya elimu? Ni adabu ya elimu kweli? Tumesema kwamba zama zetu hakuna upungufu wa elimu. Mashehe wako kibao, hakuna upungufu wa elimu. Sheikh ana kumradi. Lakini kubwa yote, sheikh alipoanza kutoa mada, sheikh alianza kumradi shehe mkubwa miongoni mwa mashehe Tanzania. Shehe mkubwa akaanza kumradi shehe fulani hana elimu. Huyo shehe ni mwalimu wake. Huyo shehe anaozungumza ni mwanafunzi. Katoka damaji kusoma. Mashaallah, bodyguard nyuma. Mashaallah, yeye ndio kamaliza kila kitu. Anaanza kumradi mwalimu wake. Huyo shehe sitomtaja kwa jina, ni shehe mkubwa Tanzania miongoni mwa mashehe, ni mashehe wa kidawa, ni mashehe maarufu zaidi, wanajulikana katika nchi hii na nje ya nchi. Mashehe zetu anaanza kumradi, anamwambia shehe huyo kadha, hizbi, tena kalbu, mbwa. Shehe huyu hana elimu. Shehe huyu kaza na kaza na kaza, anaradi. Ndugu zangu, hili ndiyo sababu ya umma Waislamu kuzalaulika duniani kote, kutukanana. Baadhi ya maulama, baadhi ya mashekhe kutukanana katika mimbari. Hii ndiyo sababu ya umma, sababu ya Waislamu. Leo ukiangalia katika simu hizi, kuna radi mbalimbali. Shekhe huyu anamradi huyu, shekhe huyu anamradi huyu, haujui kusoma, haujui. Yani leo membari zimekuwa ni sehemu za maigizo.